wachafu. Asante. Asante. Ndugu zangu wananchi, Mheshimiwa Tuliyeche hayati amesha Asanteni sana ndugu zetu wa Kariakoo. Leo tupo mtaani hapa. Tupo na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegesa Heche. Amekuja kuzungumza na wafanyabiashara wa Kariakoo. Amekuja kuzungumza na machinga wa Kariakoo. Amekuja kuzungumza na wananchi wa Kariakoo. Bila shaka message yake ni no reforms, no election. Lakini tutampa wakati wa kuzungumza. Peoples, naomba nimlete kwenu mwenyekiti wa jimbo la Ilala aje afungue mkutano huu. Makamanda Peoples. Awali ya yote kwanza ninawashukuru kabisa kwa kujitokeza kwenye uwanja huu. Ni kama tulivyopanga mara ya kwanza kwamba uwanja tutakaotumia ni huu mtaa wa Mkunguni na Nyamwezi, na tumefuata taratibu zote. Kwa hiyo mbele yenu kuna makamu mwenyekiti wa chama, kwa hiyo ana ujumbe mfupi kwenu. Tutawaomba mtege sikio, mumsikilize. Kwa hiyo tunamkaribisha makamu mwenyekiti. Makamanda Peoples. Kuna polisi hapa wanatuzuia kuzungumza na wananchi. Peoples. Watanzania mko tayari? Hiki ni chama halali. Kinakuja kwenu kuzungumza kuhusu sera zetu. Na tunakuja kwenu kuzungumza kuhusu umaskini wetu ambao umetengenezwa na CCM. Na kwa sababu ya hofu ya watu waoga ambao wameharibu nchi hii, wanaiba rasilimali, wanawapa wa China, wanawapa Waarabu, wanawapa wazungu, wanaogopa, wanataka hata tusizungumze na nyie. Mnakubaliana na hali hii? Mnakubaliana na hali hii? Tunahitaji sauti zetu zisikike. Utaratibu wa nchi yetu ni kupeleka taarifa polisi within 48 hours, na tumecomply na tumefuata utaratibu wote. Kwa ndugu zangu wananchi wa Mkunguni, tunaomba tusikilizane na tuzungumze kuhusu hoja za wananchi wa maeneo haya na wananchi wa Tanzania. Sawa sawa? Ndio. Tunaelewana vizuri? Ndio. Ngoja. Tulieni kwanza.
Mnakuja kuzuia tuko kwenye eneo la tukio. Kushuka chini sio hoja, mimi nashuka. Wala siogopi. Unaniambia mimi unafikiri naogopa kushuka chini? Sikiliza bwana. Sikiliza. Hiyo nafasi ulionayo wamepita wengi, usitaki kututisha. Ndio maana tunataka mfumo wa uchaguzi wa nchi ubadilike, tubadilishe watu kama hao. Kwa sababu hao wanatumwa, wanafikiri nchi ni mali yao na wanaweza kumfanya kila mtu wanachotaka. Sisi tumefuata utaratibu. Siku 6 zilizopita tumewaandikia barua. Hamwezi kuja kuzuia tu kwa eneo la tukio. Hiyo ni provocation. Hiyo ni provocation. Hapana. Hapana. Unataka mnipeleke hapo? Kuhusu nini? Pita, usinitishe. Usitutishe, sikiliza. Pita, usitutishe bana. Yaani kwani sisi kuzungumza na Watanzania hapa na wauma nini? Inawapa shida gani sisi kuzungumza na Watanzania hapa? Wewe umeagizwa uniumize. Wamejaza wa China hapa, Watanzania wanateseka kwenye nchi yao, hawataki tuzungumze na Watanzania. Kwa sababu gani? Yeye mnalinda maslahi ya Wachina, mnalinda maslahi ya Waarabu, nchi yetu inaibiwa, hamwezi kuilinda. Mnanitaka nije wapi? Niambie mnapotaka niende. Kama kuna kituo nataka nije, niambie nije. Peoples! Unachotaka nini? Unachotaka nini? Unataka nishuke? Unachotaka ni nini? Watanzania mkikubaliana na hali hii tutateswa miaka 200 ijayo. Mkikubali na haki zetu kuporwa na watu wachache kama hawa, tutateswa miaka 200 ijayo. Lazima tusimame imara katika nchi yetu na lazima tuwe tayari kuchukua gharama kubwa zaidi ili watu wengine wapate neema katika nchi hii. Lazima tuwe tayari. Tumesema no reforms, no election. Na lazima ianze sasa. Kwa sababu katika mazingira haya hatutakuwa na uchaguzi wa aina yoyote. Itakuwa ni aibu kwa nchi yenye miaka 63 watu wachache wanatumia polisi kulinda maslahi yao, watu wengi wanateseka.
Haiwezekani, haiwezekani. Tumewaandikia barua siku 6, mnakuja kutuzuia siku ya tukio, dakika ya tukio. Inawezekanaje? Kwa nini wasingetuambia siku 6 zilizopita tusinde kuja? Tumefanya maandalizi. CCM amefanya mkutano hapa, uongo kweli? Kwani sisi tukizungumza hapa shida iko wapi? Zungumza bana. Bomweni. Kama unataka kubomoa kioo cha gari bomweni. Sipita ameagiza kibomolewe. Bomoa. 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 Naomba kwa mara hii ni washukuru wale ambao mmekuwa na ujasiri wa kujitokeza hapa. Mapambano haya lazima yaendelee, na ni wasihi tarehe 24 nje mahakamani Kisutu. Lissu atakuwa analetwa Kisutu. Lissu sio muhaini, ni mtu anadai muishi maisha mazuri, ni mtu anadai rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya maendeleo yetu. Tujitokeze kwa wingi na mapambano ya no reforms no election yaendelee. Hakuna kulala mpaka kieleweke. Sawa sawa? Peoples! Peoples! Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. 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 Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti ametoa ujumbe wake kwamba tarehe 24 tukutane mahakamani kwenye kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Sawa sawa? Hatuwezi kurudi nyuma kama ambavyo amesema. Tarehe 24 tukutane mahakamani, watu wote tukutane mahakamani tarehe 24. Amesema ujumbe wetu ni no reforms, no election, na amefika kutoa hapa. Kwa hiyo tukutane tarehe 24 mahakamani kwenye kesi kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Asante. DJ piga no reforms, no election. Dereva ya gari ya matangazo tunakuomba kwenye gari. Dereva ya gari ya matangazo popote ulipo tunakuomba kwenye gari. Okay, sawa. DJ, polisi msitupige mabomu, tupigie. DJ, polisi msitupige mabomu. Mpige kule.
Jamani, wacheni waondoke jamani, kuna ubaya gani? Leta mawe. Leta mawe. Hamna kushuka kwenye gari. Jamani, mwacheni jamani, tunaomba Tito. Tito. Apollo. Sasa mimi mwandishi wa habari. Wananchi msiogope. Tutayashinda haya. Tutayashinda. People
Kwani nimeshika tu kwa sababu walikuwa wananikataza kupiga picha. Walikuwa wanakataza? Ambia mimi mwandishi. Njoo kwa kuja hao. Vipi mzee? Poa, inakuaje? Naitwa Brenda Rupia, ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Leo tulikuwa tufanye mkutano wa hadhara pale Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi na Mpunguni. Tulitoa taarifa kwa jeshi la polisi tarehe 16 mwezi wa 4 2025 na tulikubaliwa kufanya mkutano ule, tukiwa tunaamini kwamba mkutano wetu ni halali. Tulipofika Kariakoo na kuanza mkutano, tumeshangazwa na jeshi la polisi kuja kuzuia mkutano ule. Wametuzuia huo mkutano na wakamkamata makamu mwenyekiti wetu John Regesa Heche, wakampeleka kituo cha polisi Kariakoo Msimbazi. Tulipofika pale Msimbazi, wakamweka kwenye gari na wakadai wanampeleka Central.
Sisi viongozi wa chama tumeenda Central, tumekuta hakuna mtu anayeitwa John Heche. Tumetoka Central tumekuja Oysterbay polisi, na penyewe tumeambiwa hakuna mtu anaitwa John Heche. Hivyo tunaliomba jeshi la polisi watoe press statement au watuambie makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yuko wapi. Pamoja na mimi hapa mbele ya kituo cha polisi cha Oysterbay nimeambatana na viongozi wa Chadema, lakini pia kuna mawakili ambao nimeambatana nao. Naomba na wenyewe tuwasikilize ili watupe yaliyojiri humo ndani. Ni kweli kwamba makamu mwenyekiti John Heche amekamatwa majira ya saa 11 akiwa anahudhuria mkutano eneo la Kariakoo ambalo lilitolewa taarifa mapema kabisa na chama. Baada ya kukamatwa, sisi kama mawakili na mwenzangu Matata tukaanza kuhangaika kutafuta yuko sehemu gani, kwa maana kituo cha polisi ambacho amehifadhiwa. Tukaenda Stakishari tukakuta, tukaenda Msimbazi hapo Kariakoo hayupo, tukaenda Central polisi hayupo. Sasa tuko Oysterbay hapa na penyewe tuna taarifa, tumepewa taarifa kwamba hapa na penyewe hayupo. Sasa taarifa ambazo tumezipata hivi punde kutoka vyanzo vyetu vya habari au vyanzo vyetu kwa watu karibu, inaonekana makamu mwenyekiti yuko kituo cha polisi kati kwa maana Central. Kwa hiyo tunatoka hapa tena tunarudi Central ili akapatiwe haki zake za kisheria. Anastahili kuwa na wakili anapoandika maelezo na mambo mengineyo. Kwa hiyo tunaondoka hapo kwenda kituo cha kati Central kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mteja wetu wa makamu mwenyekiti anapata haki zake.